Uhali gani mpenzi msikilizaji wa Dasiko FM, karibu katika kipindi cha matukio, kipindi ambacho hujia kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa, muda ikiwa ni kuanzia saa 2:10 mpaka saa 2:25. Leo hii kukuongozea kipindi hiki studioni ni mimi mtangazaji wako Rehema William, sambamba kabisa na maripota wangu watakao kuwa sehemu mbalimbali za Tanzania. Msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa kupitia simu nambari 0682871279. Msikilizaji, miongoni mwa matukio tulionayo siku ya leo ni pamoja na baadhi ya wanachuo wa chuo cha Dar es Salaam City College wamefukuzwa kwa kushindwa kulipa ada kwa muda na wakati unaostahili na mkuu wa chuo hicho. Baadhi ya wanachuo cha Dar es Salaam City wamefukuzwa kurudishwa makwao kwa kushindwa kulipia ada na michango mbalimbali. Kwa habari ya undani wa taarifa hii, tuungane na ripota wetu Faustine Gim. Baadhi ya wanachuo wa chuo cha uandishi wa habari na mawasiliano ya umma DASICO wamerudishwa makwao kwa kutokamilisha ada. Timwa hiyo ilianzishwa rasmi jana asubuhi na mapema na mkuu wa chuo hicho kilichopo Kibamba Chama jijini Dar es Salaam, Bwana Felix Mangosongo, na alikuwa na haya ya kusema. Nasisitiza tena kwamba kuanzia leo tarehe 2 hatutaruhusu mwanafunzi yoyote kuhudhuria vipindi ambaye anadaiwa hata kama ni shilingi 5,000. Tumesema hela zote ziende benki, wafanyiwe verification, bila hivyo hatutaruhusu mwanafunzi yoyote. Sasa tukizungumzia katika eneo kwamba sasa nalichukuliaje, mimi kama mtawala nasema mimi nalichukulia vizuri, kwa maana tulitoa muda mrefu zaidi ya mwezi mzima watu wafanye verification, wamalize madeni yao, lakini wameshindwa kuyamaliza kwa wakati, na wengi wao hata verification yenyewe kwenda juu kule kwa mkurugenzi kusema kwamba basi mimi naomba nisogeze mbele, hawakwenda. Kwa hiyo tunasema kabisa kwamba kwa sera za chuo, kwa maelekezo ambayo bodi wametoa, kuanzia leo tarehe 2 hatutaruhusu mwanafunzi yoyote awe anadaiwa shilingi 10,000, 5,000 awepo maeneo ya chuo. Na sio tu kutoondoka kwenye vipindi vya darasani, ni kutokuwepo maeneo ya chuo. Vile amesisitiza kuwa wataanza kutumia utaratibu mzuri wa chuo katika swala la ufundishaji darasani. Tumesisitiza walimu wataendelea kuingia, na kuanzia leo tarehe 2 tulitoa maelekezo kwamba tunaanza utaratibu mpya wa uendeshaji wa chuo pamoja na masuala ya mafunzo. Kwa hiyo walimu watakuwa naingia darasani na manyo maalum kwa ajili ya kufanya recording za wanafunzi kwenye kila activity ambayo inaendelea madarasani. Kwa hiyo mwanafunzi atakuja kuwa evaluated kutokana na kile ambacho kinaonekana kwenye ile manyo ambayo mwalimu atakuwa nayo. Kwa upande wao, baadhi ya wanachuo hao walikuwa na maoni tofauti. Swala la mkuu wa chuo kuwarudisha wanafunzi au kuondoa darasani sio swala zuri, kwani nawafanya wengine hata kutoelewa kinachoendelea darasani pale mwalimu anapoingia na kufundisha. Hivyo basi inatokea mwisho au siku ya mwisho pale mwanachuo anapoingia darasani hata elewa kwamba nini kiliendelea katika kipindi kilichopita. Hivyo inampelekea mwanachuo kupata matokeo mabaya, kwani sio wanachuo wote walioko hapa, sio wote wanaosomeshwa na wazazi wao. Wengine ni wanapata likizo wakatafute hela ndipo warudi chuoni. Hivyo basi anapoondoka hana hata pa kwenda kutafuta hela ili arudi chuoni. Hivyo walimu wanatakiwa wawe wavumilivu, angalau hata mwanachuo akae katika semester ya kwanza, semester ya pili aende kurudi na hela. Kwa jina naitwa Halima Ismail Hasani. Mimi nalichukua hili swala hili ni sawa kabisa alipofanya principal, kwa sababu wanafunzi wengi wanapewa ada afu wanakula. Kwa hiyo mimi naona ipo sawa. Kutokana na sakata hilo, chuo hicho cha uandishi wa habari na utawala kimekuwa na idadi ndogo ya wanachuo, hali iliyosababisha kusimamia vipindi zaidi ya kimoja, hasa wale wa tasnia ya habari na mawasiliano ya umma. Nikiripoti matukio kutoka Kibamba Chama jijini Dar es Salaam, ni mimi Faustine Gimu wa Dasiko FM. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amehutubia kikao cha Umoja wa Afrika Mashariki kilichofanyika jijini Arusha, ambacho kimehudhuriwa na marais wa nchi za Afrika Mashariki ambazo ni nchi wanachama katika Umoja wa Afrika. Kwa taarifa zaidi tuungane na ripota wetu Raheri Maiba. Akizungumza katika kikao hicho jijini Arusha, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, ambaye pia ni mwenyekiti wa kikao hicho,
amewataka viongozi wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki kudumisha umoja huo na kuwa wavumilivu katika matatizo yanayokuwa yakijitokeza katika muungano wa nchi hizo. Hii ni kitu kizuri ambacho kinatuonyesha sisi ndani ya East Africa Community we are supposed to be together. Lakini pia wito wangu ndani ya East Africa Community tunahitaji kuvumiliana. Kila nchi ina matatizo yake. Tanzania tuna matatizo yetu, Rwanda tuna matatizo yao, Burundi wana matatizo yao, Kenya wana matatizo yao, South Sudan wana matatizo yao, lakini sisi wote we are supposed to look each other as one family. Na kwa njia hiyo itatusaidia kumove forward as far as development is concerned. Pia ameipongeza nchi ya Sudan Kusini kwa kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki. Mimi nimefurahi sana kuona South Sudan imekuwa mmoja wa wanachama ndani ya East Africa Community. Kwa sasa hivi tunazungumza population ya watu zaidi ya milioni 150. South Sudan wakikosa mahindi nina uhakika yatatoka Ruvuma au Uganda. Tukitaka mafuta kutoka Uganda nimeambiwa wamepata kule juu kule, watatuletea sisi. Tukitaka kamongo zitatoka Kenya, and so on and so on. Kwa hiyo ndani ya East Africa Community tukikaa pamoja na tukavumiliana na tukashikamana pamoja katika umoja wetu, tutafanya makubwa sana. Kwa hiyo nimefurahi sana na wapongeza sana waheshimiwa marais kwa spirit hii ya umoja na ya kuvumiliana, na nina uhakika tutafika mbali ndani ya East Africa Community. Pia Rais John Pombe Magufuli ametoa wito kwa Secretariat ya Umoja wa Afrika Mashariki na kusema, nataka nitoe wito kwa Secretariat. Nchi ndani ya East Africa Community ni maskini. Kwa hiyo Secretariat inapokuwa pale, inakuwa pale kwa sababu la jasho na watu maskini. Hilo wanatakiwa Secretariat walijue. Leo tumekaa hapa Ngurudoto. The expenses per head katika conference ni $45. The expenses per head kwa mkutano wa AAC ni less than $30 per head. Haihitaji usome mpaka upate degree ngapi kwa secretary to decide. They would have saved almost $15 per head. Na hizo zingeenda kununua madawati, zingeenda zikafacilitate mazungumzo ya Burundi, zingeweza zikaenda kusaidia mahali pengine. Sasa wito wangu kwa Secretariat, siwakatazi kukodi ukumbi, lakini nataka wawe cost conscious. Haiwezi kaingia hakirini. Wherever we meet, wao ni adjustment ya fedha. Kila siku they come with the special proposals. And that proposals is always a positive proposals, not a negative one. Think of the negative proposals. Tunataka to save as much as possible, tukasave watu wetu maskini ambao wanapata problem. We are not supposed to have a secretariat ambayo ina act as a parasite. I'm sorry with my statement, but I always speak what is coming from my heart. Nimepiga calculation nyingi. Hata huu ukumbi so hot compared to the one of the ACC. Kuna facilities nyingi hapa zitakuwa included ambazo is the cost kwa nchi zetu maskini. Even the number of participants haitakuwa hawa tuliomo, it will be added. Count on me. I don't know to whom interest. Kwa hiyo natoa wito kwa Secretariat, na hasa kwa sababu tumepata Secretary General mpya na watumishi wote. Ni lazima mjue kwamba ninyi you are not too special. You belong to the poor people and you have to serve the poor people for the benefit of poor people. Rais John Pombe Magufuli ameahidi kutumbua majipu kwa wale wote watakaoshindwa kusimamia majukumu yao katika utekelezaji wa shughuli za umoja wa nchi hizo. Na mimi nataka niwaambie Secretariat, waheshimiwa marais wamefanya kosa sana kunichagua mimi kuwa mwenyekiti. Nitahakikisha na wafuatilia kweli. Kwa hiyo mjipange vizuri, na kama patakuwepo mmoja wa wafanyakazi wa Secretariat ambaye is not on the direction which we want, nitaripoti kwa head of state wa mtu huyo alikotoka, ili kusudi atumbuliwe jipu aondoke. We can't proceed business as usual. We are supposed to change. We are supposed to focus, making sure that our people are really enjoying the East Africa Community. We are not supposed to be moving in the same directions. We are supposed to move together, but for the benefits of the East Africa Community. Nikiripoti matukio kutoka jijini Arusha, Raheli Maiba, Dasiko FM. Mamlaka ya udhibiti wa nishati ya maji Tanzania EWURA
imeshusha bei ya mafuta kwa wanunuzi wa jumla na rejareja, huku bei elekezi zikionekana kutowafurahisha baadhi ya watu. Kwa habari zaidi tuungane na ripota wetu Josephat Mtema. Akiongea na waandishi wa habari katika ofisi za mamlaka hiyo jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa mamlaka hiyo Bwana Felix Ngaramgosi amesema bei hizo zitaanza kutumika rasmi kuanzia tarehe 2 mwezi wa 3 2016. Kuanzia tarehe 2 mwezi Machi, ambayo ndio Jumatano ya kwanza ya mwezi huu wa Machi, bei za mafuta zitabadilika kama ifuatavyo. Kwa bei za rejareja na tuna bei za pili za jumla. Sasa kwa bei za rejareja, mafuta ya petroli yatabadilika bei kwa kushuka. Bei ya mafuta ya petroli kwa rejareja itashuka kwa shilingi 31 kwa lita. Punguzo hili la bei ni sawa na 1.7 ukilinganisha na bei za mwezi uliopita ya mwezi wa pili. Dizeli itashuka bei kwa shilingi 114 kwa kila lita. Punguzo hili ama kushuka huku ni sawa na 7.1 ukilinganisha na bei za zilizopita, yani za mwezi wa Februari. Mafuta ya taa pia yatashuka bei kwa shilingi 234 kwa lita, na hili ni sawa na punguzo la 13.75. Hizo ni bei za rejareja kwa nchi nzima kwa mwezi wa 3, yani mwezi Machi. Nikiripoti matukio, ni mimi Joseph Mtema wa Dar FM. Na kufikia hapo, mpenzi msikilizaji, kipindi cha matukio hakina la ziada. Ungana nami tena hapo kesho pindi itakapofika saa 2:10 mpaka saa 2:25. Kwa heri kwa sasa.